You know but you don't know. Majina yangu naitwa Yusufu Isa Mgogo, maarufu natumia Black Mbele. Watu wengi au jamii nyingi inanifahamu kama mwalimu, lakini sina uhalisia na walimu. Sababu inawafanya watu waamini mimi mwalimu, mavazi, muonekano na jinsi nilivyo. Watu wanaamini kama mimi ni nani? Ni mwalimu. Kwanza waamini mimi sio mwalimu. Ule ni mtoko tu ambao natoka kama wanapotoka walimu, na mimi nimeamua kutoka vile. Kwa sababu jamii wanaamini ninapotoka mimi ndio wanapotoka walimu. Basi wananiona mimi kama mwalimu. Kitu cha kwanza muhimu kwanza ni hofu ya Mungu na uimara wa maisha halisi. Ndio kitakifanya mimi kinitengeneze kufikia hapo. Okay, sawa. Changamoto ni nyingi kwenye maisha, hazihesabiki. Lakini kila changamoto maana yake na utatuzi wake, ambao utafanya wewe utatue hiyo changamoto, maana yake ufikie unakoelekea. Ndio. Changamoto ya kwanza kwenye jamii, katika maisha halisi tunaoishi, maana yake kwanza kuna kukatishwa tamaa na jamii ambayo tayari imekuzunguka na unaoishi nayo. Ndio. Unaweza ukafanya jambo ambalo tayari unahisi jambo hili litalifikisha kwenye nchi ya ahadi, lakini wapo ambao tayari wanakatisha tamaa moja kwa moja. Ninalo tukio moja kubwa ambalo tayari nahisi kila siku hilo linakuwa nalo moyoni kwangu, na hata kwenye akili yangu nahisi iko kitu kitongoka. Nimewahi kupata ajali ya kuumwa ghafla ambayo imenifanya hiyo ajali, maana yake kwamba nikumbuke kila ninapotembea lazima nikumbuke hiyo kitu. Kazi yangu kubwa inaonitafutia sasa ugali ni bodaboda. Changamoto kubwa hasa tunapitia kama bodaboda. Kwanza hata abiria wetu tunawapakia kwanza watu waamini asilimia. Hasa kinapofika kipindi cha usiku, hali inakuwa sio nzuri ya usalama wetu au usalama wangu mimi kama bodaboda. Ile hali inanifanya sasa nione kama hii ni changamoto kazini. Lakini tunafanya vile kwa sababu njia ya pesa ni ngumu na tunaendelea kupambana. Hasa huko kwenye bodaboda. Nimewahi kupakia abiria. Abiria alikuwa na lengo la kutaka kuchukua pikipiki. Maana yake ni kuniiba. Lakini baada ya kujua huyu pikipiki anaitaka, na mimi sasa nikasema na mimi naitaka. Nilichokifanya sasa kwamba kupigana naye kuhakikisha yeye anafanyaje? Aichukue pikipiki. Yametokea zaidi ya mara mbili pia nimewahi kuibiwa hata pikipiki yenyewe. Kwa pikipiki ilikuwa bosi au ya baba? Pikipiki ilikuwa ya bosi. Kwa bosi. Yaani ugumu gani ambao ulipata kumuelezea bosi kama pikipiki ile simu ya kwanza tu? Hebu tuelezee ilikuwaje, yani umeshajua pikipiki tayari sasa. Ndio unataka kumpigia bosi sasa simu, mwambie bwana bosi mimi pikipiki nimeibiwa. Kwanza inakuwa ngumu kiuhalisia kumwambia bosi pikipiki nimeibiwa. Lakini sasa inatakiwa uwe mkweli, uelekeze ukweli kwa sababu tayari jambo hilo limetokea, alizuiliki na alipepeki, lazima umwambie bosi. Lakini ugumu ulikuja sasa, unaanzaje kunyanyua simu sasa kumwambia bosi kama pikipiki nimeibiwa? Ililazimika tu niweke sikioni simu nimwambie bosi pikipiki nimeibiwa na niko sehemu fulani. Bosi wako alichukuliaje, alipokeaje? Baada ya bosi kumpa taarifa kama pikipiki nimeibiwa, kwanza akureact kama kuna jambo baya juu yangu mimi limetokea. Baada ya kujua kwanza usalama wangu, achilia mbali ya usalama wa chombo, kwanza niliuliza uko wapi, nikamwambia niko Newala, pikipiki imeibiwa. Mwizi ameondoka na pikipiki, nimefika mpaka kituo cha polisi, nimetoa taarifa. Maana yake mpaka sasa hivi polisi nimwachia kazi ile ya kujua mwizi atapatikanaje, lakini mimi nipo mikono salama na sijaumia popote, ila pikipiki wamechukua. Yeye bosi akasema kwamba sasa haina shida. Nauli ninayo, unayo? Nikamwambia nauli ninayo. Nikapanda gari kutoka Newala mpaka Masasi na Nganga. Nilipofika Nganga nikaenda mpaka kwa bosi. Kwenda kuelekeza hali halisi ilikuwaje? Kwa nini nimeibiwaje? Kwa hiyo bosi akaonyesha react yoyote bila kuibiwa mimi. Kwa kukudai pale. Hakunidai pikipiki bosi. Pikipiki nyingine na akanikabidhi. Nikaendelea kuendesha hivyo hivyo kwa sababu tayari nilikuwa chini ya mkataba. Nilivyoona nimemaliza mkataba, nilipopata pikipiki yangu, nikaongea na bosi kwamba sasa mimi nataka niendeshe pikipiki ya kwangu. Bosi akaonyesha jambo lolote, akasema sawa, haina shida. Mimi nikaendelea na
pikipiki yangu. Yeye akasema basi kwa sababu umeingia kwenye mfumo mwingine, hata mimi biashara pikipiki naachana nayo. Unawaambiaje mabosi ambao wanalipisha bodaboda wenzako baada ya kupoteza pikipiki? Kwanza wako mabosi ambao wanamuogopa Mungu na wapo mabosi ambao tayari wanaangalia tu thamani ya chombo chao, sio madereva wao. Kwa nini nasema hivyo? Changamoto tunazozipitia sisi mabodaboda ni kubwa kuliko anazozipitia bosi. Bosi anapitia tu changamoto ya kutafuta hela kwa bodaboda. Lakini changamoto tunazozipitia sisi kutafuta pesa kumpelekea yeye ni ngumu kuliko zile anazozania. Kwa hiyo nakumbuka jinsi ulivyojenga picha, kumbe ilikuwa kioo cha ukungu tu. You know but you don't know.